Mtazamaji na mfuatiliaji wa ripoti zetu, leo tunataka tutazamie kuhusiana na mjadala wa kitaifa unaoendelea kuhusu mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya nchini Tanzania, ambao umeingia katika hatua mpya na kuibua hisia mseto miongoni mwa wanasiasa, wasomi, mashirika ya kiraia na wananchi wa kawaida, kutokana na mfululizo wa kauli zilizotolewa na viongozi wa juu wa serikali na Chama cha Mapinduzi, yaani CCM. Mchakato huo ambao umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu na pande zote za kisiasa umeshika kasi zaidi kutokana na hotuba iliyotolewa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi tarehe 24 Julai 2026, akizungumza akiwa hapa jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa mwaka wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC uliofanyika katika ukumbi wa Mlimani City. Dr. Nchimbi alitoa wito wa wazi na wa kimkakati akiwataka Watanzania kutolala wala kurudi nyuma katika harakati za kudai katiba mpya. Nikinukuu kauli yake, anasema kwamba nikiambiwa kuna jambo tu kama makamu wa rais waambiwa Tanzania, nitasema pambanieni mpate katiba mpya, katiba ambayo ina makubaliano ya watu wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania, katiba inayojali maisha. Mwisho wa kunukuu alichokizungumza. Lakini pia katika ufafanuzi wake, Dr. Nchimbi alieleza kuwa nia na utashi wa rais aliyeko madarakani ni nguzo kuu katika kukamilisha mchakato huo. Alibainisha kuwa katiba ya sasa inampa rais mamlaka makubwa mno, na kwamba pasipo utashi wa dhati kutoka kwa mkuu wa nchi, mchakato wa katiba unaweza kukwama kwa miaka mingi. Dr. Nchimbi alisisitiza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ana utashi na nia thabiti ya kuruhusu mchakato huo utekelezwe. Hata hivyo, saa chache tu baada ya hotuba hiyo, mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa CCM UVCCM Taifa, Mohamed Kawaida, alichapisha ujumbe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, ambao umetafsiriwa kuwa jibu la kuzuia kile kinachotafsiriwa kama ukiukaji wa nidhamu ya chama na wafuasi wake kwenye ukurasa huo na wachambuzi wa siasa, na jibu kwa Dr. Nchimbi. Andiko hilo liliambatana na kipande cha video kikimwonyesha Profesa Kitila Mkumbo alipokuwa akieleza wakati wa mkutano mkuu maalum wa CCM jijini Dodoma Mei 30, 2025 kuwa ajenda ya katiba mpya ni ahadi rasmi na ya kisera ya CCM. Profesa Kitila, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya ilani ya uchaguzi CCM ya mwaka 2025-2030, alibainisha kuwa mchakato huo tayari umeingizwa kwenye ilani hiyo na kwamba serikali inatenda kazi chini ya maelekezo hayo ya chama. Katika ujumbe wake, Mohamed Kawaida alikazia umuhimu wa taasisi kusimamia misingi yake na kuzuia hali ya viongozi kujitengenezea umaarufu binafsi kupitia ajenda za chama. Nikinukuu kauli yake, anasema kwamba chama cha siasa ni taasisi inayojengwa juu ya misingi ya utaratibu wa ndani, uwajibikaji wa pamoja, nidhamu ya chama na uongozi wa pamoja. Uimara wa taasisi haupimwi kwa umaarufu wa mtu mmoja, isipokuwa kwa uwezo wake wa kulinda taratibu, utamaduni na maamuzi ya pamoja. Pale ambapo viongozi au makada huanza kutanguliza malengo binafsi kuliko maamuzi ya taasisi, kujitokeza kile kinachoitwa professionalization of power, hali ambayo maslahi ya mtu binafsi hupewa uzito kuliko uhalali wa taasisi. Hilo lilikuwa ni andiko la Bwana Kawaida, mwenyekiti wa vijana taifa wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kawaida ameongeza kuwa kwa mtazamo wa kiongozi wa taasisi, michakato ya kumpima au kumchambua kiongozi si adhabu, bali ni sehemu ya uwajibikaji wa kitaasisi na utawala bora wa ndani. Amehitimisha kwa kusema kuwa taasisi imara hudumu milele wakati viongozi ni watu wa kupita, na kwamba CCM itaendelea kuongozwa na utamaduni wake wa nidhamu na uwajibikaji wa pamoja kuliko matakwa ya mtu mmoja.
Hatimaye, wanaoendana na maadili na misingi ya taasisi huendelea kubeba dhamana ya uongozi, huku wale wanaotanguliza maslahi binafsi wakijitenga wenyewe na misingi waliopewa kuisimamia. Kwa msingi huo, uimara wa chama hauko katika uwezo wa kiongozi mmoja kujijengea taswira yake mbele ya umma, bali katika uwezo wa taasisi kusimamia nidhamu, kulinda maamuzi yake ya pamoja na kuhakikisha kuwa uongozi unabaki kuwa wa taasisi badala ya kuwa wa mtu mmoja. Hii ilikuwa ni andiko la Bwana Kawaida ambaye ni mwenyekiti wa vijana taifa wa Chama cha Mapinduzi. Mjadala huu unakuja kukiwa na mwendelezo wa kauli kutoka kwa viongozi wengine wa Chama cha Mapinduzi kuhusu katiba mpya. Hivi karibuni, katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi wa CCM Taifa, Hari Hapi, alipokuwa akizungumza mkoani Shinyanga, alitoa wito kwa Watanzania kutokubali ajenda ya katiba mpya ihodhiwe na vyama vya upinzani kama Chadema. Hapi alieleza kuwa katiba mpya ni takwa pana la kitaifa linalohusu maslahi ya wananchi wote na kwamba CCM imeshaweka mwelekeo wa wazi wa namna ya kuitekeleza kupitia serikali yake. Naye Profesa Mkumbo ambaye ni mbunge wa jimbo la Ubungo kupitia Chama cha Mapinduzi na waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, akizungumza hivi karibuni bungeni jijini Dodoma, alieleza kuwa ajenda ya katiba mpya ni mali ya CCM kwa kuwa tayari imeingizwa rasmi katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 katika kile kilichoelezwa pia kama jibu kwa vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vikieleza kuhusu kuharakisha mchakato wa katiba mpya kupitia mikutano mbalimbali ya